Karibu katika episodi ya 6. Mwamba alikuwa anaambiwa kwamba kama ukifungua mlango basi mikataba yetu yote itakuwa na yenyewe imefunguliwa na hatutoweza kufanya kazi pamoja. Jamaa akawaza sana ashikilie biashara ama mwache bidada aweze kuolewa na huo mzimu. Akaona hapana bana, liwalo na liwe. Basi Mwamba akawa amefungua mlango. Wakati huo bidada akawa ametoka na kuweza kumkumbatia Mwamba. Lakini namna ambavyo bidada alikuwa akiongea, jambo hili likawashtusha sana hii familia, kwa sababu ni kama alikuwa akizungumza ndio mtoto wao wa kiume ambaye alikufa miaka mingi. Akawa anasema ni nani amemwambia mnitafutie mke? Tena akamwambia bibi mkubwa awe makini sana na huyu mganga, kwa sababu anamshauri vitu vingine ambavyo hata havina maana na havina ukweli kabisa ndani yake. Huyu bibi mtu alijisikia vibaya sana kuisikia sauti ya mwanae, lakini pia akajikuta mpaka anatilika na machozi kwa sababu amemisi sana huyu mjukuu wake. Jamaa akasema hayuko tayari kufunga ndoa na mwanamke yeyote yule katika hali yake hii ya uzimu, kwa sababu yeye pamoja na yote bado anampenda mwanamke wake alikuwa naye duniani. Na kwa kuwa bibi tayari ameshaanza kumsadiki bidada, akasema kwamba nataka uniambie ni kwa nini kutokea mjukuu wangu ameweza kufariki tu ili ua kila wakati limekuwa likitoa maua na alijawahi kupumzika hata mara moja. Na bibi akaendelea kuongezea akisema kwamba mjukuu wangu kutokea alipokuwa mdogo alikuwa ni mpweke sana, hakupenda kabisa marafiki, alikuwa ni mtu wa kujitenga peke yake. Wakati mwingi tulikuwa tukimpelekea dawa anakunywa, lakini bado alikuwa ni mnyonge sana, hakutaka kabisa marafiki. Lakini huyu mzimu alionekana akiwa amesimama dirishani akimtazama sana mtu mmoja ambaye alikuwa anauza maziwa katika mitaa hii. Sasa bidada akawa anashangaa ni kwa nini huyu jamaa wakati wote yuko dirishani anatazama nje, ikabidi kwenda naye kutazama. Akaja kugundua kwamba kuna muuza maziwa alikuwa anapita. Lakini bidada alipotaka kushuka huko chini kuja kumuuliza huyu jamaa ana uhusiano gani na Mwamba juu ile aliweza kufariki, akashangaa kuona kwamba jamaa alikuwa ameshaondoka. Lakini huyu dada akawa anasema kwamba huyu ndio alikuwa rafiki wa karibu sana na yule Mwamba juu kabla hajaweza kufariki. Baadaye kidogo bidada akiwa amerudi nyumbani akaanza kusema kwamba yule Mwamba bana inaonekana ana mawazo sana, na kila akimtazamaga huyu mtu wa kuuza maziwa ni kitu ambacho kinamsababisha akose la au ajisikie vibaya, sijui kwa nini. Lakini bibi aligundua kwamba hawa watu muda wote wanadiscuss jambo fulani, akabidi kuwauliza jamani, hivi kuna kitu kingine ambacho mnadiscuss nje ambacho tulikuwa tunadiscuss? Bidada akataka kuongea, lakini Mwamba akamzuia na kusema hapana, tulikuwa tuongee kitu chochote, mazungumzo ya kawaida tu ya kiofisi. Na kisha baada ya hapo akawa amemtoa bidada nje. Sasa bidada akaanza kumuuliza kwamba ni kwa nini umeweza kunitoa nisimwambie bibi yake kitu ambacho kinaendelea, lakini Mwamba akasema sio kila kitu kinahitaji haraka kiasi hicho. Mwamba akafunguka akimwambia kwamba unataka kuniambia kwamba upo tayari kumwambia bibi yake kwamba yule kijana wake aliyekuwa amefariki alikuwa anapenda wanaume? Kwa lugha nyepesi ni kwamba jamaa alikuwaga ni shoga, na ukumbuke kwamba kama bibi yake akisikia hayo maneno basi moja kwa moja anaweza kazimia na kufa. Kwa unatakiwa kuwa makini na uoge unachambua vitu vya kuweza kuongea, sawa Lakini jamaa akashauri kwamba ni vyema wangemwambia nesi katika hospitalini ama mtu yoyote wa saikolojia ndo aje kumwambia bibi juu ya tabia ya mtoto wake kipindi alichokuwa hai, lakini kwa hapa sio vizuri kuweza kuongea naye. Lakini bidada akasema hapana, sio vizuri kuitangaza mizimu kwa tabia mbaya iliyokuwa ikizifanya duniani zaidi ya kumwambia mhusika mwenyewe. Dada akasema kwamba huyu bibi ni mtu ambaye umri wake umeenda, ana experience kubwa sana ya kupokea taarifa za matatizo na taarifa za furaha. Bila shaka yote anastahili kabisa kupokea taarifa hii ya kwamba mwanae alikuwa ni shoga, na sababu ya yeye kuendelea kulandalanda hapa mitaani ni kwa sababu anampenda mwanaume mwenzie. Basi Mwamba aliposikia hayo maneno moja kwa moja kama ondoka, akaona bidada anaongea ujinga gani huu bana. Yeye moja kwa moja akawa ameelekea katika kiwanda fulani hivi cha maziwa, kisha wakasema kwamba jamani, kuna mtu yote anayemfahamu mji huu? Bidada mmoja ambaye ni kama tomboy fulani hivi akasema kwamba ndio, mimi namjua kabisa, nimewahi kuwa rafiki yake, lakini urafiki wetu wote ulikuwa umejengwa kwa biashara ya maziwa, mimi nilikuwa nampelekea maziwa. Lakini bidada akawa anamuuliza ina maana alikuwa anapeleka maziwa pale nyumbani hakuwa mwanaume? Bidada akasema hapana, nilikuwaga na nywele fupi, watu wengi walikuwa wanadhania kwamba mimi ni mwanaume, lakini mimi ni wa kike. Kuna Mwamba mmoja ambaye naye ni mfanya biashara ya maziwa akawa amesema kwamba yani huyu jamaa anaonekanika kila kitu kama wa kike, lakini bana tabia zake za kiume tu kabisa yani. Lakini bidada akasema kwamba wewe ndio kupiga ngumi. Sasa namna alivyokuwa anatania ndivyo ambavyo yule mpenzi wa Mwamba juu alikuwa hivi na ndio anayemwazaga kila siku. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi ni kwamba yule Mwamba ambaye ni mzimu anampendaga huyu bidada na anaona wivu sana huyu bidada kama siku moja ataingia katika mahusiano, na hataki kuoa kwa sababu ya huyu bidada ambaye ni muuza maziwa. Ikabidi huyu bidada bana ambaye anafahamika kama Soha aanze kuelezea historia yake na Mwamba ilikuwaje kwaje. Akasema kwamba kwa mara ya kwanza nilikuwa nimebeba maziwa nikayapeleka nyumbani kwa kina Jihu, nikawa nimeyatupia tu pembeni. Jamaa siku hiyo alikuwa akimwagilia maua maji. Mwamba alimpokea sana bidada Soha na kumwambia kwamba yeye si mtu anayejali kabisa, unarushaje maziwa mpaka chupa zinaharibika? Lakini bidada akasema kuwa chupa zinaweza zikaharibika kwa nje, lakini ndani yake maziwa yanabakia vile vile na ubora wake. Lakini Mwamba Jihu akasema kwamba pamoja na yote hayo najua kwamba maziwa ndani ni mazima, lakini napenda kuanzia muonekano wake wa nje lazima uwe ni mzuri. Bidada akajitazama wewe, akawa anafikiria kwa kuona kwamba huenda yeye muonekano wake ni mbaya, ndio maana Mwamba anaongelea maneno hayo. Ikabidi Mwamba aanze kumwagia bidada maji huko akimcheka sana, lakini baadaye alikuja kugundua kwamba huyu jamaa alijuaga ni wa kiume kumbe ni wa kike bana. Akaanza kumwambia wewe kumbe ni kadada bana, na kuanzia hapo ndio ikawa mwanzo wa urafiki wao. Wakaanza kushare mambo ya huzuni na mambo ya furaha ambayo wanayapitia
kwa pamoja na wakaenda mbali zaidi mpaka kuja kuwa wapenzi. Lakini siku ambayo tu Mwamba alimtamkia bidada kwamba anampenda, basi ndio siku hiyo hiyo nyakati za jioni jamaa akapoteza maisha. Alikuwa akilitazama ua peke yake kwa sababu hata bidada hakuweza kumuona, lakini bidada alipoweza kurejea alikuta ua peke yake limebakia hapa. Na bidada siku ya leo sasa akarudi moja kwa moja katika ile nyumba ya Mwamba, akalia sana akisema kwamba nilijua kwamba unanipenda na mimi nilikuwa nakupenda pia, lakini nimekubali ya kwamba umeisha kufa, niko tayari kukuruhusu uende zako. Basi ule mzimu ukawa unampiga kisi, na baada ya kumpiga kisi lile ua likawa limepotea. Basi ukawa ndio mwisho wa Mwamba Juu kuendelea kubakia duniani. Kuanzia sasa hivi familia ile itakuwa haina tena mazonge ya huo mzimu. Moja kwa moja Mwamba akawa anatoka hapo ofisini akisema kwamba yule bibi amekubali kusaini mkataba wa kikazi pamoja naye. Hongera sana kwa sababu umeweza kutimiza jambo hili. Lakini bidada akamweleza Mwamba neno fulani la ajabu sana. Akasema anatamani kuishi kama binadamu wengine wa kawaida. Nisiwe naona kabisa mizimu, niwe kawaida kabisa kwa sababu kuna mwanaume ambaye nampenda anafahamika kama Kang'u, yule mlinzi mkuu katika kampuni yetu. Kama akijua kwamba mimi naona mizimu, naamini kwamba hatonipenda kabisa. Nisaidie basi, nisaidie jambo hilo. Mwamba alimpongeza bidada kwa maamuzi yake ya kutaka kuwa binadamu wa kawaida, lakini jamaa sauti yake namna alivyokuwa anaitoa ilikuwa ni kama sauti ambayo ina huzuni ndani yake. Ila akasema kwamba mwanzo nilikuwa nakuona kama bidada kichaa, ila sasa hivi nakuona kama mtu. Mwamba akamwambia bidada kwamba kila kitu kinakuja kwa wakati wake, wala asiwe na hofu kabisa na wala asiwe na haraka, kwa sababu Mungu kama amempangia wewe jamaa basi atakuwa naye tu siku moja. Basi bidada akasema asante kwa maneno yako mazuri wewe mkaka, jamani unaongea vizuri. Lakini pia akawa amemwombea jamaa kwamba aje kumpata mtu ambaye watapendana naye sana, anamuombea mapenzi ya kweli. Bidada baada ya kuondoka pale akarudi tena katika kampuni. Kumbuka kwamba anampendaga sana huyu mlinzi katika hii kampuni, lakini siku ya leo wakati anajipatia msosi wakataka kupiga stori za mizimu ili angalau kuweza kutengeneza mazingira ya kutishatisha na waweze kufurahia kwa pamoja. Lakini Mwamba Kang'u alikuwa busy sana akiendelea kujipatia msosi kana kwamba hataki kabisa mazungumzo haya yanayohusu mambo ya mizimu. Akaendelea tu kula kwa spidi. Basi bidada moja kwa moja akaanza stori zake. Lakini samani Kang'u, kama unapenda stori hizi ama upendi utuambie tu. Kama uzipendi tuambie tusipige. Lakini Mwamba akasema bana sitaki hizo stori za kipumbavu kama hizo za mizimu kwa sababu naona hazina maana kabisa. Lakini wakati Mwamba anaendelea kuzungumza hizo habari za mizimu alikuwa anatetemeka mkono, yani kana kwamba kumbe jamaa ni muoga sana wa masuala ya mizimu. Sasa mshikaji wake baada ya kuona kwamba rafiki yake anatetemeka mkono akaanza kusema kwamba watu wote ukiona wanatetemeka mikono ujue pembeni yao kuna mzimu. Na ndio kabisa bidada Gangshu akasema kwamba ni kweli kabisa, nyuma yake kuna mzimu mmoja ambao una nywele ndefu sana umesimama pembeni yake hapo. Mwamba akakasirika akapiga meza akasema kwamba nachukia sana watu wanaopigisha stori za mizimu ili kuwatishia watu wengine. Nachukia tena nachukia sana. Jamaa kwa hasira akawa ameweza kuondoka kabisa katika eneo lile pale. Ndipo aligundua kwamba jamaa hapendi masuala ya mizimu hata kidogo. Basi bidada ndo akawa anawaza kweli kweli anampenda huyu jamaa, lakini jamaa ndo hivyo anaogopa mizimu na yeye ndo anaona mizimu. Kwa hiyo Mwamba ni rahisi sana kuja kumchukia bidada mbeleni huko hata kama watakuja kuwa wapenzi, kwa sababu jamaa hapendi mizimu na hataki kabisa stori za mizimu, na bidada mambo ya mizimu ndo maisha yake. Basi bana, siku ya leo mjomba mtu wa Mwamba Juan alikuwa anatembea katika kampuni taratibu kabisa na suti yake ya bei ndefu, anatembea huko anatoka kuongea na simu, lakini akawa anasikia kuna makelele fulani hivi kama vile kuna sauti za ajabu. Ikabidi kuendelea kuzifuata hizo sauti. Kumbuka kwamba huyu ndio makamu wa rais katika hii kampuni, mjomba wa Mwamba Jangwan. Mzee baba taratibu akaanza kuingia katika kile chumba ambacho anasikia makelele. Ghafla tu bana aliweza kugundua kwamba katika ile meza kuna kama vile kuna kitu ambacho kinaongoluma. Baada ya kufungua pale akagundua kwamba ni kama kulikuwa kuna mbwa fulani hivi, akaweza kumng'ata mkononi pake. Baada ya kukimbia, siku ya kesho yake akaanza kuonesha wafanyakazi wenzake kwamba katika kile chumba kuna mbwa ambaye ameweza kumng'ata, lakini wakimtazama mkononi pake wanaona kamba ni kama vile alikuwa ameng'atwa na binadamu kwa sababu meno ni ya binadamu kabisa. Vikosi vya usalama katika kampuni moja kwa moja vikaelekezwa kuja kufanya ukaguzi hapa ndani, na wakati huo bidada naye Gangshu alikuwa akikagua haya maeneo. Lakini jamaa naye Gangwan alipoweza kutembea katika maeneo haya alikuja kugundua kwamba kulikuwa kuna chakula cha mbwa katika mitaa hii. Akaanza kusema kwamba itakuwa umefuga mbwa hapa ndani. Bidada Gangshu mpaka akajikuta anacheka akasema pesa ya kujilisha mimi mwenyewe tu sina, nianze kulisha na mbwa kweli jamani, mbona unanitukana bosi? Lakini katika harakati za kuendelea kukagua akaja kugundua kwamba kuna mkanda wa mbwa hapa tena umeandikwa jina la Ping Sang. Basi ndio akaja kugundua kwamba itakuwa kuna mbwa amejificha hapa ndani. Moja kwa moja bidada Gangshu akaanza kuchukua sausage mbili na kuanza kusema mbwa karibu sausage hapa ninazo mbili, karibu jioneshe. Lakini katika harakati zake za kutembea akakutana na mzimu fulani hivi ulikuwa umekaa kwenye keni ya taka. Akauliza, hivi samani umewezapo kuona mbwa yote anapita katika mitaa hii? Lakini kaka mzimu alikuwa busy sana hakutaka kujibu kitu chochote kile. Kabidi bidada aweze kumfuata Mwamba Gangwan. Siku ya leo bidada Eliang naye alikuwa anatembea katika maeneo haya anataka kuelekea katika lifti, lakini kuna mwamba mmoja hivi ambaye
ambaye alikuwa anaonekana kumfuatilia sana, ila kwa bahati mbaya bidada ile akawa ameangusha wallet yake na moja kwa moja akaanza kukusanya vitu ambavyo vilikuwa vimeanguka. Ila huyu jamaa alipoweza kuiona ile wallet akaenda akampush bidada na kuchukua ile wallet na kuondoka nayo. Mwamba Kang'u ambaye alikuwa katika patroni kati hizo za usiku, basi akaendelea kumfukuzia huyo mtu ambaye alikuwa amechukua wallet. Katafuta sana lakini hakuweza kufanikiwa kumuona kwa haraka. Akawasiliana na walinzi wote kwamba wafunge milango yote kwa sababu kuna mwizi ambaye anakimbia hapa ameweza kupola wallet ya mtu. Lakini kwa sauti ya taratibu sana akamuuliza bidada ile, "Je, uko sawa?" Bidada akasema, "Niko sawa, lakini nahisi kama moyo wangu umeweza kuacha mwili." Namna ambavyo bidada alikuwa anaogopa, jamaa akajawa sana na huruma, akawa amevua koti yake na moja kwa moja akawa amemkinga bidada na baridi. Alafu jamaa kuishia hapo, akawa amembeba bidada kinamna fulani hivi na akawa anampeleka katika chumba cha matibabu. Aisee, bidada akadata sana na kuona kwamba Mwamba ana vitendo romantiki sana, yani kama DJ Paul mule kabisa. Akabaki anamtazama jamaa mmalizi kabisa yani. Wao wakati wako busy sana wanaendelea kutembea katika maeneo haya. Mwamba yule ambaye sasa ni mwizi anakimbia bana, anakuta mlango wa kutokea haupo, anaendelea kuhangaika tu humu ndani, haelewi nini atafanya. Lakini kwa bahati mbaya sana Mwamba Gang 1 alikuwa anapita katika mitaa hiyo, akaweza kugongana na huyo mwizi akakimbia umbali mrefu sana. Wakaanza kujiuliza, huyu jamaa kwa nini anakimbia huyu? Hasa bwana, mwana kulitafuta ndiye mwana kulipata. Bidada Gangshu baada ya kutembea muda mrefu sana kutafuta huyo mbwa yuko wapi, anataka kumtamazishia sausage, mwisho wa siku akakutana naye uso kwa uso, tena mbwa anawaka macho yake. Bwana yeye, asanteni kwa mahaba makubwa, ni kukaribisha tena katika episode ya 6 ambayo itakwenda kujili hivi karibuni. Hakikisha tu kwamba unagusa alama ya kulike kadri unavyoweza ili tuweze kufikisha like 100, na kama una rafiki yako ungependa kushare naye hizi kazi basi unaweza kushare link. Wakikuuliza anaitwa nani, waambie anaitwa DJ Paul wa PVP Media Max.